And this is our database. Tuna sales, dashboard, accounting, purchase na inventory. Tembea na use case zote mbili. Use case ya kwanza ni ile ya kutokea kwenye upande wa purchase, ambapo tunaongelea stock interim received. Then tutahamia kwenye upande wa sales wa mauzo, tukiwa tunadili na stock interim delivered. Tuanze na purchase yetu. Kwa hiyo this is a purchase application. We have this item ambayo tunataka tununue na price yake ni kiasi hichi hapa na tuna quantity 100. Kwa tutaiconfirm hii order. Before ya kuconfirm kupokea mzigo, nataka tuoneshe kitu kimoja kwamba kwenye upande wa accounting jinsi as of now ilivyo kwenye quoted balance sheet, as you can see we start with zero balance, and even kwenye upande wa current asset hakuna transaction yoyote ambayo imeapia hapa. Kwa turudi kwenye upande wa purchase, tutaiangalia ile confirmed purchase order, then tutaenda kwenye kupokea mzigo. So tukipokea mzigo we validate kwamba tumepokea kiasi chochote. So let's validate. Then nimesha validate, na rudi kwenye upande wangu wa report ya balance sheet, nasema let me refresh hii report yangu nione imekuwaje. Kwa as you can see, this is our balance. So stock interim received imekuwa na negative kama tulivyoelezea kwenye video yetu ya awali. Kwenye stock valuation imekuwa na ile positive value. So how do we remove? This is the problem. Haitaki kuwepo hapa. This is the intermediate account ambapo ina store just a temporary value, lakini hizi value natakiwa ziende kwenye stock valuation of which imeshakwenda. So turudi kwenye purchase yetu. Tuseme kwenye hii purchase sasa tuna generate bill yake. Manake tulipokea mzigo pasipo kutengeneza supplier invoice. So this is our invoice, tumeitengeneza tarehe ya leo, we just save it. Before ya kupost, mnyumbulisho wetu wa journal entry inatuonesha kwamba account payable inaenda kuwa credited, then account stock interim received inaenda kuwa debited, of which this figure na ile negative iliyopo kule inaenda kuwa offsetted. So let's confirm. Even you can confirm na kuiacha kama creditor, then tukarudi kwenye balance sheet na tukarefresh report yetu. Now we see stock interim received imekuwa na zero balance. Now we are good. Stock valuation account yetu iko kiasi hichi hapa. So this is ni kwenye upande wa kutokea kwenye kupurchase. Turudi kwenye upande, let's say tunauza huo mzigo. Kwa kwenye kuuza, manake tunadili na stock interim delivered. So tunaenda kwenye upande wa sales. Kwenye upande wa sales, this is a sales order. Tuende kwenye sales order namba 2. This is our sales order. Tunauza kiasi hichi, and this is our quantity ambayo tunaenda kuitoa, 20 quantity kwa ile price ya 45. Tukiconfirm order, then kwenye upande wa deliver, kabla hatuja deliver out, let's go kwenye upande wa balance sheet. Tukienda kwenye upande wa balance sheet hapa, tukarefresh browser yetu, tunaona kwamba still kwenye payable, yes we have this amount to pay, but kwenye current asset account bado ile stock interim delivered haijatokea. So tukirudi kwenye upande wetu wa sales, tuka validate hizi ndo quantities zilizotoka. So I just validate, then nika refresh browser yangu. So nakuta kiasi hichi ndicho kwenye stock interim delivered kimeapia, na stock valuation
imepungua, maana yake of which kwamba tume credit stock valuation tukadebit stock interim delivered. So tuna write off vipi this figure kutoka kwenye stock interim delivered. So tukirudi kwenye upande wetu wa sales, maana yake tumetengeneza ile sales order lakini hatujaissue customer invoice. So tukiissue customer invoice, what will be the impact? Tunatengeneza customer invoice, then we confirm. Tukiconfirm tunakuta kwamba we have this amount ambayo imekuwa credit kutoka kwenye stock interim delivered na kwenda kuwa posted kwenye cost of goods sold, of which this is what we want. Cost of goods sold yetu inakuwa ni ile value ambayo imetoka kwenye store yetu, na selling price yetu ni kiasi hichi hapa, which kimeenda kuwa debited kwenye upande wa account receivable. So tukirudi kwenye balance sheet yetu, we find out that our stock interim received and delivered zimekuwa na zero balance. So baada hapa kuona movement zetu zote zinaenda vizuri kabisa na ripoti yetu inakuwa haina changamoto yoyote. So ni activities gani ambazo zinapelekea kuwa na stock interim delivered? Unaweza kukuta kuna negative, mara hapa kuna positive, though mzigo umepokea na umevalidate na umeissue invoice, same price to stock interim delivered, mzigo umetoa, umedeliver ile order, then still hapo tunakuta kuwa na figure, na haitaki kuwa na figure hapa. In case kama kutoka kuna figure, basi ni ule mzigo hujatoka au haujapokelewa, au umepokelewa hatujaissue invoice, whether ni supply invoice au customer invoice. Then from there zinatakiwa kuwe na figure hapa. Lakini hivi vitu vyote umevifanya, umepokea mzigo na umeissue supply invoice, umetoa mzigo na umeissue customer invoice, lakini still unakuta hii sehemu, hizi account mbili zinakuwa na figure. Vitu gani vinavyopelekea kuwa na hiyo behavior? So tukija kwenye upande wa inventory, huwa tuna activities ambazo tunazi operate. Ikiwa ni stock taking, inventory adjustment, kuna scrap kwa zile kuscrap items ambazo zimeharibika au zime expire humo. Kwa hizi activities tunapozi perform and then hazijawa linked na any account specific kwa kutrack hiyo activity, nao ni chanzo cha kuwa na kusababisha stock interim received na stock interim delivered kuact na kupeleka pale value. Tuone mfano mmoja. So tukirudi kwenye upande wa product zangu, let's say now kwenye upande wa iPad retainer nilinunua hizi on hand na 80. So nataka nifanye mfano mmoja wa kufanya physical adjustment. So nikifanya new, sasa hivi nazo 80. Let's assume nilikuwa sasa sikuwa na 80, nilikuwa nimepunguza, nilikuwa na 50. Kwa nika apply. So nini kinachotokea baada ya kuapply? So nikirudi kwenye account balance sheet yangu na nika refresh hapa, so hii figure imetokana na kile kitu tulichokipunguza, manake mzigo umetoka kwenye stock valuation yetu. Kwa hiyo that's why imekuja kwenye stock interim delivered. So tufanye adjustment ya mzigo umeongezeka, tuone kitu gani kitakacho ongezeka pale. Kwa hiyo tunakuja kufanya kwenye retina display yetu, hatakuwa na 50, sasa tumeongeza tuna 100. So ukafanya adjustment, then ukaenda kwenye balance sheet yangu, nika refresh, unaweza ukaona kwamba this is the impact ya kile kitu kilichoongezeka. Though ukaenda pia kwenye kuangalia ile reja,
So tunakuta kwamba kuna hizi entry mbili ambazo tulizifanya. Entry ya kwanza ni ile entry ya kupunguza, na system inakwambia kabisa hapa product quantity update, ambapo tume credit stock valuation, tuka credit stock interim delivery, kwamba hichi kitu kimetoka, ndio maana kina hang pale. Entry ya pili ni entry ambayo tumefanya pia tume update quantity, manake tume credit interim received, tumepeleka kwenda kwenye stock valuation. Hizi ni zile zinazotokana na adjustment. And this is all for this video. Thanks for watching. See you in the next video.